Nyambura Turuto Nyambura Twitwinde. Yes. Hiyo kinikidharaka. Of course Waembu nao Mwaro Waembu Wambere hawa ni makasin kabisa. Kabisa tumeona hivyo. Lakini Mwaseo Kikamba ndio hao. Kabisa mlima uko naelewa Kikamba. Kumbe unajua kidogo hapa pale. Asante. Karibuni sana. Asante sana, tunashukuru. Yes, tunataka kuanza kwa kuulizana hali ya nchi iko namna gani? Nchi iko katika hali yenye matatizo mahali ambayo kusema kweli tukijaribu kuibanisha taona kwamba ni hali karibu ya hatari, kwa sababu hivi tunavyozungumza tangu mauaji kwa police station ya kijana Albert Ojwang, Wakenya walikasirika, waligadhabika, wakajitokeza. Ilisemekana kwamba kijana amegongesha kichwa chake kwa police cell. Nadhani ndio ghadhabu pengine aletea wengine kuingilia ma police stations, sijui. Tangu wakati huo vijana wakajitokeza, wakapigwa risasi wengine. Kijana Boniface Kariuki jana tulipata habari, mabainika wazi kwamba yeye katika hali mahututi kwa sababu alipigwa risasi kama mnyama wa pori. Na askari ambaye alishikwa baadaye, lakini hatujui kama atamwachilia. Na kutokana na hayo basi siku ya tarehe 25 Jumatano iliyopita, sasa hivi leo tuko Jumatano, hakuna ambaye hakuona vile wimbi la matatizo lilivyo pamba matendo ikaonekana wazi katika nchi nzima. Na mimi mwenyewe nilienda kuadhimisha siku hiyo muhimu sana ya vijana. Nilikuona kwa barabara. Nilienda mimi mpaka, lakini polisi hawakujua vile nilifika kule. Walikuwa wameweka vizuizi tusifike kule. Mimi nikaingia kwa gari, nikapitia expressway, nikaenda nikatokea kule Globe Simba, nikarudi hivi, nikaingia kwa Inange Street, nikaingia Holy Family Basilica. Na kule tukakaa pamoja na wenzetu kina Eugene Wamalwa, na hata tulijaribu kuongea kutoka hapo na vyombo vya habari. Ndipo wengine wenzetu wakajitokeza, kumbe Kalonzo ameenda already. Wakajitokeza. So na halafu tukaadhimisha kwa kuweka maua kwa sengenge, jambo ambalo alistahili hata kama lakini naona askari pale walikuwa na hali tatanishi, hawajui how do we handle these people. Wanabeba maua na sengenge ndio hiyo Parliament Road. Tulienda kwa heshima, tukaweka maua kusema kwamba kwetu sisi historia ya nchi ya Kenya haiwezi kabadilishwa na yeyote yule. Hata ukiweka barbed wire, hata ukiweka nini, hii ilikuwa siku muhimu zaidi kwa sababu tarehe 25 mwezi Juni mwaka jana vijana walijitokeza na tena wakauawa zaidi ya vijana 70. Sasa hivi tunahesabu tena kwa kuadhimisha tu peke yake. Bado wako na hali ya kubali kwamba yale matatizo ambayo vijana walijitokeza mwaka jana ilikuwa of course kupinga finance bill wakati ule. Lakini pia walikuwa kusema tusionyeshe madharau kama vijana. Msichukue hali ya baadaye maisha yetu, mjifanye kama nyinyi wanawekezaji wengine wanavaa masaa shilingi milioni 2 na kusema hii viatu kali hali ya maisha, na wanajua hii ni kutokana na uporaji wa mali ya watu wa Kenya, mali ya umma. So mimi na wenzetu tulipofanya pale, tukafanya maandamano, tukarudi tukapitia GPO, tukapanda Valley Road mpaka All Saints Cathedral. Alafu tukasema ni sawa, lakini wenzetu wengine kumbe walikuwa wanajiandaa. Nadhani walipoona kwa runinga vile tumejitokeza, kila mtu akapata pia, wengine hawakuangalia, wengine walikuwa wameona ni vizuri. Maandamano yalikuwa ya amani mpaka polisi walipokuja kule kwa mtaa, na tear gas na risasi vya kupiga watoto. Sasa of course wakifanya hivyo wanagadhabisha kila mmoja wa wananchi wazalendo. Sasa furugu ikaanza kule. Sasa
hali hiyo bado inaendelea. Okay. Hali ya wasiwasi, hali ya vijana wetu kuona kwamba hii serikali ya William Ruto ni serikali kabisa haijali maslahi hata kidogo. Ni kama kuongea na fisi. Unakumbuka hata moja nadhani Elijah Mwanga alisema hata kama hujasikia nimekuambia, na kama jiwe wanajifanya kama ni jiwe. Yes. So kwa hivyo basi ni lazima tuyatafakari mambo haya. Okay. Na tuulizane, je, hii ni nchi ambayo waanzilishi wa taifa hili walikuwa wakifikiria? Kina Dedan Kimathi kule kupigwa risasi na kuuawa na mkoloni. Yes. Na kwa hivyo ni kama sasa kile ambacho nataka nizungumzie sasa hivi Bwana Gatonye kina umuhimu mkubwa. Okay. Eneo la Mlima Kenya, yes, ni eneo ambalo lina sifa. Wakaaji huku wanafanya kazi kwa bidii sana. Yes. Waliweka hiyo bidii mpaka Kenya ikapata uhuru. Wakauawa na wakoloni. Yes. Sasa lazima tujiulize, wakauawa na wakoloni alafu tena mkoloni mamboleo pia anawaua. Okay. Serikali inawalaumu, inasema nyinyi ndio wafadhili ama waelekezi wa haya maandamano ya Gen Z. Wengine wenyu wametajwa tayari. Sasa kama wanasema Rigiji ni mmoja wao. Rigiji hakujitokeza kule. Okay? Wangesema ni mimi nilienda kule. Kama badala ya kuletea lawama Rigiji na Mbinga hakwenda kule, walaumu Kalonzo nilienda kule, na kuonyesha maandamano kumbe inaweza kuwa ya amani. So hivyo hiyo hali ya kulaumiana ni of course ni njia moja ya kujaribu kuepuka ukweli wa maneno. Okay. Na nilisema hapa juzi kwamba wakijaribu kumkamata Rigiji ndio sasa inji tatoka yote. Nasikia kuna hiyo kauli. Sasa sikiza, yes. Na kama mtu kama Kalonzo anga Rigiji anaweza kufanya maandamano kama hayo, basi ogopa. Okay. Ogopa kabisa. Kama anaweza kufanya hiyo, muogope. Na sio kumwogopa ati uende ujaribu kusema nitaondoa security yake, nitafanya nini kama waliofanya kwa upande wa Chief Justice. Hata askari yangu aliondolewa, lakini mimi ni kawaida. Nimezoea. Nimezoea wakiona hivi wanatoa moja, wanatoa wawili, na wale wanajua sheria iliyopo vile inavyosema. Kwa hivyo hiyo hali ya kulaumiana, kulaumu wapinzani ni porojo tupu. Wao wenyewe wanajua ni kwa nini vijana walitoka. Vijana walitoka na wao wenyewe ndio wakaleta magun. I think neno gun sasa limepata umaarufu. Yes. Kwa sababu serikali ya William Ruto imeonyesha hata zingine picha waziwazi, polisi wakishirikiana na magun hawa. Hao ndio walikuja kwa wakati wa janga. Mimi nilisema kabla hii maandamano, nilisema tukiwa pale katika ufungamano house kwamba nilina habari kwamba maguns 4,500 walikuwa nakusanyika City Hall. Wanapatiwa marungu, wanapatiwa wengine mapanga, sijui upande wa Makandara, waje wafuruge amani ya Kenya. Yes. Kwa hivyo wenye kulaumiwa vilivyo ni Kenya Kwanza administration. Okay. Ikiongoza na William Ruto. Ndio walipanga mambo hayo, na yeye pia akisaidiwa na gavana wa Nairobi. Gavana wa jiji la Nairobi amepata umaarufu because yeye mwenyewe alinukuliwa waziwazi kwa vyombo vya habari akisema tukutaneni nyinyi waandamanaji. Sasa kisema wazi namna hiyo, alafu tunaona watu wanajitokeza, magari ya polisi ndio inawasindikiza magoons. Okay. Hawa magoons ni kama basi walifanya hesabu yao, wanaenda wanaangalia kila duka ya Mkikuyu, kila duka ya mtu wa Mlima Kenya in Nairobi, kwa sababu ni wengi. So unataka kusema hivyo ndivyo ilivyokuwa, kulikuwa na mapping out, profiling. Okay. Kumap out na kuprofile. Ndio sasa ugonganishe watu wafanya biashara ambao wanafanya kwa bidii kama nilitangulia kusema, wagonganishe na viongozi wao. Ionekane kwa mfano ni Rigiji ndiye ameambia watu wavunje maduka wa Kikuyu. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Mtu afikirie mambo kama. So ni mpango uliokuwa umepanga. Mpango, it was very well calculated. Okay. Wakapanga vizuri tutawezaji kufanya jamii ya Mount Kenya wachukie viongozi kama Rigiji. Njia moja
ni kusema maduka ya watu wa Kikuyu imeporwa Nairobi, we Rigiji ndio responsible. Unaona hiyo, lakini imeangukia patupu because wafanyabiashara wengine wamejitokeza. Wakasema nyinyi mlisema tusilete, kama kawaida kukiwa na maandamano, wengine wanajikinga. Wanachukua Wamasai wawili na wengine ambao wana ujuzi wa kulinda mali yao, wanakaa kwa mlango. Safari hii Murkomen kwanza mwenyewe alienda kwa mtaa asubuhi. Alinitambulia kwa mtaa, nilisikia Murkomen anatembea huko akihakikisha watu msitoke, kuna ulinzi wa kutosha. Kwa hivyo wafanyabiashara hawakujiandaa. Kisha baadaye maduka yao, mali zao zikaporwa. Vile vile wakati wa maandamano ya Juang, tukumbuke walipora vile vile. Hata ilionekana polisi wengine wanabeba bidhaa ambazo zimeporwa na kuwekwa juu ya magari, televisheni na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni lazima tuweke mambo wazi. Uwazi na ukweli wa mambo ni kwamba mambo haya ya uporaji yalikuwa yamepangwa na upande wa serikali. Na ili kupata vijana wetu wa Gen Z wapate sura mbaya na viongozi wengine kama sisi tuonekane tulikuwa sehemu hiyo maneno. Mheshimiwa, nje ya Nairobi wakati wa maandamano maduka yalivunjwa kama pale Kikuyu, nyumba za serikali ziliteketezwa, Olkalau pia vituo vya polisi tuliona vikivamiwa, lakini unasema maandamano ilikuwa ya amani. Yes. Hapa Nairobi unasema kulikuwa na hao maguns. Utasemaje kuhusu maandamano kuwa mambo kama haya ya uvujanji, uchomaji ilifanyika pale? Hakuna mtu anaweza kufikiria kwa sababu Wakenya wanafanya kazi kwa bidii sana. Kwa hiyo lazima tukemee uporaji na uharibifu ya mali. Na mali ya wafanyabiashara wetu na wale wengine wanajitahidi zaidi, lazima tuwakemee. Lakini tukemee, tuulizane ni nani alipanga mambo haya. Sisi wapinzani kwa mfano hatuna namna. Hawa wanatumia resources za serikali kupanga hata wavamie police station kama hiyo Kikuyu nasema, vitu kama hivyo. Sema hao na wao wanajapanga. Hebu angalia story ya Olkalau. Waandamanaji unataka kusema sio wenyewe waliofanya hiki kitendo? No, ni watu maguns. Sio I'm telling you, vijana wetu wa Gen Z nia yao ni safi. Hawa ni watoto wanataka good governance. Hawa ni watoto wanataka amani. Hawawezi kupanga kuvamia police station. Hawana nia kama hiyo. Nia yao ni safi, so maguns ambao wamepangwa. Hebu angalia story ya Olkalau. Mimi nilipata kuangalia kwa runinga hivi. Watu wanakuja organize. Unaenda wanachoma gari, wanatoa battery, wanafanya hivi. Hata mmoja hawa watu sio wa huku, ni watu wametoka mbali kuja kufanya hivi. Wamepangwa wachome magari yao wenyewe, kwa wao ndio serikali, alafu walaumu wapinzani. Serikali sasa hivi imesema hili lilikuwa ni jaribio la mapinduzi. Sijui utasemaje kuhusu hiyo? Mapinduzi yana gani sasa? Ndio nikasema matamshi mengine ni very careless. Very very careless. Na mimi nilimshauri ambaye waziri alisema maneno kama hiyo ni very careless. Ilinukuliwa kila mahali. Ndio sasa kama kuna military coup d'etat ama civilian coup, nani atakuja mwekezaji atafute kuweka kampuni yake Nairobi? Hakuna. So kilichoko ni kwamba they mismanaged peaceful demonstrations by bringing in goons, ndio onekane wapinzani ndio wamepanga mambo. That is what the bottom line. Vijana Gen Z have had nothing to do with organized goonism. Vijana ni very clear. Tena ni watoto wachanga. In your view, Mheshimiwa, unafikiri ni kwa nini wanasema ni jaribio la mapinduzi? Hiyo ni matamshi kama yale alitoa huyo waziri. Nimeona Raila anamkemea, sijui kama he means it or whatever. Iposema shoot. Ate ukiona mtu police station mpige risasi. Kinyume kabisa na katiba ambayo alitukabidhi marehemu Kibaki. Constitution 2010 iko very clear on the basic rights of wananchi. The right to life inapeanwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Uwezi basi ukachukua hiyo life kwa kupiga risasi bila due process. Yaani ukutana na mtu pale zao, huyu ni guna ama ni nani Gen Z, piga risasi. Hiyo ni maneno ya aibu. Na tunatarajia kwamba hatua fulani sisi ndio tukaanzisha kwa mfano tume ambayo Mheshimiwa JB Muturi amekubali kuwa mwenyekiti. Tunampongeza sana. Tulianzisha hiyo fungamano
siku ya Jumanne kuamkia Jumatano. Watu ambao wataumia ni kama tulikuwa tukijua mambo haya yataenda kinyume na matarajio ya Wakenya wazalendo. Kwa hivyo hiyo tume itakusanya ushahidi kutoka kwa kile mwathirika, vile polisi iliwatesa na mambo kama hayo. Ikumbuka sababu moja ya vijana kujitokeza tena kwa maadhimisho ya siku yao hii ni kwa sababu mwaka mmoja baada ya yale yalifanyika 2024, hakuna hata mmoja mwathirika ambaye hii serikali ilishughulikia kusema ngoja tumpatie ridhaa, maja tulipe wazazi ambao walibakia. Kumbuka the first one to fall ni kijana Rex Masai. Yes. Mamake Rex Masai aliandamana kwa maandamano haya. Kijana mwingine Odhiambo hapa Rongata Rongai, mamake pia alikuwa kwa maandamano. Hawa ni watu sio wendo wazimu, hawa ni wazazi. Wanasikia uchungu wa mwana, anavyosema mchungu wa mwana aujuaye ni mzazi. Wazazi wanajitokeza na wanawapiga tear gas. Badala kusema tumewalipa huyu ridhaa angalau kiasi hiki na wale wengine ambao waliumia. Kwa hivyo mambo haya kusema ati ni kuepusha na kupoteza akili za watu wa Kenya. Kusema kweli waliona vile watu walijitokeza. Hiyo nadhani ndio iliwashtua. Wakaangalia watu wanakuja kwa milioni na mamilioni, wakaona hawa watatimulia mtu mbio. But of course the message is clear. Watu wa Kenya hawana amani. Watu wa Kenya wanaona hii serikali ya William Ruto imeshindwa hata gharamia maisha yao basically, na wao wana ghadhabu. So hiyo sio lakini inaweza, it's a revolutionary moment. I want to say this very seriously, Bwana Gatonyi. Sijui kwa nini unapinga wakisema it's a coup attempt, kwa sababu vijana walikuwa nasema tunaenda mpaka State House. Yes. Na tukienda pale tunaenda kumuondoa rais, tunataka kumtoa mamlakani. I think waliangalia wakaona vile ilifanyika Sri Lanka, watu walienda huku ikulu wakaswim, watu wakatoroka Sri Lanka. Hata aliyekuwa Sheikh Hasina, Prime Minister wa Bangladesh, na by the way kumbukwe Bangladesh ilipata inspiration kubwa kwa watoto wa Gen Z, because watoto wa vyuo vikuu kutokana na hali mbaya ya kudhamini hali ya elimu Bangladesh walitoka. Sheikh Hasina alichukua helikopta akatoka akahamia India. Na kama nia ilikuwa hiyo, kwa nini we are going to State House? Hawakwenda State House. Walijua State House ni mahali walikuwa na mpango, mheshimiwa. Walikuwa na mpango. Walikuwa nasema wanaenda mpaka State House. Kusema hivyo sio kusema wameenda huko. Lakini naona vile ilivyo wasipo sasa wajue hiyo mood ipo. Naona kwamba the next one ikiwa wataendelea na kupiga watoto risasi na kutojali hali ya uchumi ya watoto wetu, na kila mwananchi wa Kenya analia ushuru mbaya, mambo mabaya haya yote ushuru. Imagine hii housing levy. Hiyo housing levy ingawaje nitazungumzia juu ya mambo ya ushuru. Lakini hawakufika ikulu. Na walipofika pale wengine waliangalia haki yao. Nasikia walifika mpaka State House Girls. Kama State House Girls sio State House State House Girls ni shule. Walifika kule. So lakini ukweli wa mambo ni kwamba nchi iko na hasira, na hiyo hasira kina Ruto isipojali, na sioni kama wako na uwezo wa kujali even to manage hiyo hasira ya wananchi ya kuprofile. Kwa mfano ile hasira mbaya naona ni kufanya profiling ya community. Waziri mmoja akasema watu magunzi wametoka sijui Murang'a, wametoka Nyeri, sijui wametoka wapi. Yani unasema Wakikuyu, unataka kusema Wakikuyu tena. And I'm here to talk to you now very clearly, Gatonyi. Hatutakubali to profile a community again. Mimi Kalonzo Musyoka nilikuwepo 2007. I was even a presidential candidate. Kumbuka hiyo. Wakati nilikuwa kisema Kibaki akiwa pande hii na Raila pande hii tutapita katikati. Kumbuka hiyo. Na tukapita, na kama hatukupita inji ilikuwa imeenda. Mimi nikajitokeza na wafuazi wangu tukakomesha mauaji Rift Valley. Watu wa Kikuyu walikuwa profile, wanaitwa madoadoa, wakauawa. Now I want everybody to know, kina Ruto na wengine wasema it will not happen again. Safari hii
haitawezekana uprofile wa Kikuyu uwaoe, haitawezekana because sasa mimi what is a Kikuyu word ya kukiamana katikati hapo you want to cross, I mean unajiweka pale kifua. Yes. And this time mapema to say you will not profile a community. If you profile a community, you're going to profile very many others. I want to give an example. Okay. As we speak, the original Ngema is now not Gikuyu, Embu, Meru. Yes. It is now inclusive of their cousins in the southern region of the mountain. Yes. The other way it was wakati wa Kenyatta na Paul Ngei. Alafu wakakosana kule mambo. Sasa wazee wamekutana. Wazee wakakutana wakiongozwa na Bishop Lawe Matthew, Bishop John Jenga na Peter Jenga I think, Bishop hawa, Canon Karanja who is the executive director wa Ngema. Yes. Wakakutana alafu wakauzisha hawa communities. Okay. Wakasema hatutaki Kurago tena peke yetu. Yes, Kurago tena. Acha tutakuja kwa hiyo mambo. Let me finish that story. Okay. I think that thought is very important. Okay. Then mazungumzo kafanyika mpaka proclamation ikafanyika kwamba Ngema nao, na tulianza na kina Wachira wa Kiago, chairman wa Kikuyu Council of Elders. Yes. Wakasema hiyo, wasema this is definite, na hiyo imefanyika. Yes. Nao wazee wako kama hapo, wameenda wakaongea na ndugu zao wamejikenda, wameongea na wazee wao kina Matundura kutoka Kisii na wanaendelea kukutana na wazee wa Mbukusi na kwingineko kusema kwamba we don't want to be profiled. Okay. We are one nation, one people, one nation. Okay. Kwa hivyo safari hii nikasema hatutakubali ati uchaguzi ufanyike alafu Kalonzo aje aseme msiwe wa Kikuyu. This time nimesimama imara. Na ukiangalia hesabu ambao watu wanasema hesabu, wakati tuliungana na Kibaki 207 wazee walikuja ndio wasema hatuwezi. Wazee akasema unganeni na Kibaki. Na ikumbuke sasa waliokuwa wamepanga mauaji ya Wakikuyu safari hiyo ndio sasa wameungana tena to profile a whole community. So it's happening, Mheshimiwa. Of course they're trying to profile, but I'm telling them too late. It can't happen. It can't happen. If you are targeting the Kikuyus, anza Kibwezi na Wakamba. Muliona juzi tulivyoelekea upande wa Mombasa na kina Rigiji, Wakamba walijitokeza vipi? Wakanza sio watu wachache. Hey, so this thing about profiling is not possible. It is not possible. Kwa hivyo mmejiunga na muungano wa Ngema kwa sababu za kisiasa? No, sio sababu ya kisiasa. Ngema kwanza sio political organization. Najua Ngema ni cultural. Kama nimesikia ni kama mmejiunga ili muweze kujikinga. No. Kuna cultural. Lakini cultural, inaelewa wazee wakina Bishop Law anasema wote ambao hata wa vyama vingine ndani ya Ngema ni watoto yao. Na wako na haki na kujiunga na wale ambao wanataka kujiunga. Lakini ikifika mauaji, it is not going to happen. So this is a strategic move ya kusema hakutakuwa tena mambo ya kuprofile wa Kikuyu na kusema ni wabaya. Ukiprofile wa Kikuyu, I'm saying today Gatonye, profile Wakamba. Asante. Serikali wakati huo ilizima vituo vya runinga na serikali ikasema ilikuwa ni hatua ya kuzuia machafuko. Sijui kama unakubaliana na hilo, Mheshimiwa? Haiwezekani kwa sababu tena katiba, na mimi tukumbushe wasikilizaji wetu na watazamaji, mimi nilikuwa makamu wa rais wa hamu ya 10 na nilifanikiwa sana Mungu aliona vizuri tukafanya kazi na mzee Kibaki. Tulifanya kazi na Kibaki. Mimi nikiwa makamu wake kwa miaka 5. Kibaki alipumzika. Alijua makamu wake anamsaidia vilivyo. Na hapa nikubali kwa sababu mzee amelala huyo. Niseme kwamba Kibaki alinikalisha chini one morning Ikulu na tukaongea kwa kindani sana juu ya uhusiano wetu. Sasa hiyo makosa ambayo ilifanyika huko vile tunaweza kuhakikisha haitafanyika tena. Kwa mfano nakumbuka akaniambia wazee kutoka nyumbani Nyeri walimkalisha kumwambia if you want a trusted friend muamini huyu Kalonzo na watu yao. So that is how deep we were. Na kutokana na uhusiano huo uchumi wa Kenya ulikuwa, it was everybody's, hata uchumi wenyewe ulikuwa kwa kiwango ambacho hatukuamini wakati mwingine. 7% of GDP
Pesa zilikuwa kwa mikono ya kila mwananchi wa Kenya. Serikali ya Ruto imetoa kila kitu sasa. Alright? Okay. So ndio mimi nasema uhusiano huo ndio umenifanya niongee waziwazi leo. Sio kwa sababu sijali matamshi ya wengine ambao wanatoa kwa mfano hiyo hatred kusema ukiona Mkikuyu ni kama umeona mnyama wa pori, haitawezekana. Lazima tukubali ukiona Mjaluo na Mkikuyu na Mkamba na Mkaleji Mturukana one people. Lakini lazima tuelewane kwamba hatutakubali profiling. Hiyo tumekubaliana, hiyo tumeelewa. Tuko hapa so, kwa mambo ya mambo ya kuzima yes, vyombo vya habari yes, ni kinyume ya katiba ya Kibaki ambayo aliwacha kipengele cha 35 the right to information 34 kwamba every Kenyan has the freedom of expression is guaranteed. Kwa hivyo huwezi kufanya hivyo. Nadhani how do you balance between huo uhuru na pia kulinda nchi, kwa sababu kama picha zinazoonyeshwa huwa zinaleta incitement sometimes. Hakuna incitement lazima basi kuwe na mpangilio. Huwezi tu kuamuka na kutoa directive zima television. Sasa walipozima wakati huu tunauliza ni mambo gani yalifanyika? Ndio alienda kwa uporaji. Ilikuwa sababu kwa sababu alikuwa anapeana marungu na vitu kama hivyo. Alright? Zima television wasionekane K24, sionekane Citizen, I think Citizen kama walizima, isionekane zingine, yes, KTN ilikataa lakini bado wakafunga. Kipindi hicho changiza tuulizane ni mambo gani alifanyia. Ndio uporaji ukaendelea, ukaenezwa. Hawangetaka watu waone vile maguni wanaingilia mambo haya na kuharibu mali ya watu wa Kenya. Kwa hivyo ni kinyume, simple, mimi ni wakili, ni kinyume ya katiba na hatuwezi kukubali. Okay. Visa vya ukatili wa polisi zinaweza chunguzwa namna gani ama na nani? Sijui kama unapendekeza kuwe na tume maalum ya kufanya hili jambo. Sisi wenyewe nakwambia tumeanzisha People's Restorative Justice Commission. Yes. Ambayo inaongozwa na former Attorney General Justin Muturi. Tumepata makamishna Senator Maanzo, kuna Professor Ogola na kuna msichana Asha Bashir. Wao wako tayari na hivi karibuni watatangaza vile watakuwa wakioperate, ndio wote waathirika waende kule, kwa sababu William Ruto ana ability. Ana ability kabisa, because mambo ya maandamano yalipoisha, kumbuka alisema nini? Alitisha sijui security people wote akawaita kwa mkutano, and then akaongea kwa hasira. Hasira kubwa. Nyinyi mnataka niende wapi? Ukisema Ruto must go and one term. Kwanza ukisikia one term, apende kabisa kusikia one term. Now one term is a political expression. Hakuna mabaya juu ya expression kama hiyo. So akasema nataka kwenda nyumbani sijui ya Kalime. Hiyo ni alternative. Because vile nchi ilivyo, I want to use this in a very serious manner. Yes. Suggest the way forward for William Ruto. Okay. Because sasa yeye ako katika hali ya kutatanisha. Rejection ni overwhelming. My advice to him, ajiondoe kwa mamlaka pamoja na serikali yake yote. Ajiondoe kwa mamlaka, alafu Wakenya wazungumze. That is the only way vijana wa Gen Z watakubali kuketi naye. Okay. Kwa mfano, because wewe sasa wengine wanasema tulete Kalonzo sijui nini, tulete Kalonzo wafanye viraka kama vile walibandika kwa kuleta Raila. Actually tumesikia hiyo mheshimiwa, ni kama wanataka waingie kwenye serikali. Nilisikia maneno ya Kindiki, ndakaya tu kwa ndakaya tu. Kindiki ni kijana yetu, sio yeye atalindwa na wazee kama mzee Bishop Lawi, kwa sababu hawezi kumshambulia, tuwezi kushambuliana sisi wenyewe. Lakini shida ni mkubwa yake. Hiyo ndio shida. Na yeye anajua. Kindiki alikuwa one of my advisors in 2007. Mimi mwenyewe ndio nilimfanya secretary wa Constitutional Affairs. Nilimletewa na mzee Njego wa Kiondo. Alikuwa mjumbe wa Tharaka. So
I heard him talk about it. Nikaona Wandai akasema Kalonzo must come to government. Iliona waziri expert moja. Yes. Kuna ma-expert wa ODM. Yes. Hebu jiulize hiyo ma-expert baada ya mwaka moja, hiyo expertise yao imepeleka nchi wapi? Kwa hivyo lazima tuulizane kiini cha mambo haya. Na sio kutoa mtu kama Raila unamweka ndani. Sasa Raila yeye mwenyewe amejipata katika hali ya kutoaminika tena na wananchi wa Kenya. Sasa mimi tulikuwa kwa Azimio. Mimi nikaondokea Raila na Martha Karua. Na nikawasukuma. In fact, I want to tell you, my own supporters walijitokeza kwa wingi zaidi, hata ingawaji sikuwa katika ballot paper. Wakamsaidia Raila Odinga kwa mara ya 3 na wakamsaidia pamoja na dada yangu Martha Karua. Yes. I'm so happy Martha Karua aliona mambo hayo kisha baadaye. We are now reconstituting the opposition. Kwa sababu sasa mambo ya Azimio hiyo ilikwisha wakati Raila alipoingia kwa serikali ya Ruto. Na sasa pia haikukoma hapo. Ameingia kwa serikali ya Ruto. Anasema amefanya hivyo ndio kudhibiti nchi. Mwaka moja baadaye kama unajihisi kama Raila aliwasaliti kwa kujiunga na serikali. Yeye mwenyewe ajiulize. Ni wazi kabisa. Huwezi kuacha general anawacha askari yake yote na kukimbia juu na kuclimb juu ya mti. Kumbuka one time nilienda Homa Bay, nikauliza sasa ilikuwa wakati wa mambo ya Zakayo na ushuru watoto ambao walipinga. Nikasema sasa huyu Zakayo ashuka asiposhuka. Nikauliza watu wa Homa Bay na Nyanza, kama tukikata hii mti akikatalia huko, tupate baba huko juu ya mti, tutafanya sema kata mti. I thought my friend Raila should have seen it. I want to make it very clear kwamba Wakenya hawakutarajia hiyo tabia kutoka kwa Raila Odinga. Hata sasa wanaona kabisa hiyo hali. Kusema kweli, I don't want to use a word like kama kusaliti, lakini yeye mwenyewe ajipige roho, ajipige moyo wake konde. Kuna watu walikuwa wakidhani maandamano tu yanaweza kufanywa na Raila peke yake. Wakenya wanafanya. Kwa hivyo this is wazi kwamba huyo ndugu sitaki kuongea mambo yake beyond that. Because nimekuwa na yeye miaka 15. Sikiza 2013 nikamsupport Raila. Naamini tulishinda. 2017 kama running mate nikaamini tumeshinda. 2022 akasema wacha tujaribu wengine, there will be excitement kwa mlima. Wakaleta dada yangu Martha Karua nikawa support mara 3. My friend. Wewe jiulize. Huyu Kalonzo ni mtu aina gani? Hata watu wengi wanaona ati Kalonzo anaweza kushawishwa na Raila aende kwa Ruto. Wasahau kabisa. Wasahau. Mimi itakuwa mahali wananchi wapo, and I've realized this is the best way to do it. Niliitwa majina tofauti, wenye kuniita au majina sasa wenyewe majibandika hayo majina. Tukuamini vipi mheshimiwa ukisema utaingia kwa serikali, kwa sababu issue sio kuingia serikali ama ushirikiano na serikali, kwa sababu kama ulivyosema watu wengi kwa muda mrefu wamekuwa wakikuona, kuna hiyo jina sitaki kutaja, lakini wamekuwa wakikuona ni kama sasa wanajua. Mara nyingine unasema hivi, kesho unasema sasa angalia tangu tuachane na Raila akaingia kwa Ruto. Waulize Kalonzo ana msimamo ana msimamo. Huo msimamo huo uliokuwa nao kumsupport ndio niko nao kupinga mambo ya Ruto na hata yeye mwenyewe akiwa kwa ndani. Kwa hivyo it is as simple as that. Wacha niulize, isipokuwa kutajwa vile tumesikia wakitaja kwenye mikutano ya hadhara, sijui kama wamejaribu kukupigia wewe one on one kama rais mwenyewe, sijui. Lakini wacha Gatonya nikwambie. Pengine kwa makini kidogo. Swala hili ni nyeti sana. Swala hili la usalama wa nchi, hali ilivyo sasa hivi, halihitaji tu ati Kalonzo apigiwe simu aje akaingie kwa serikali ya Ruto. That would be terrible. Today kwa mfano, mimi nikionekana na Ruto pale ama nionekana na Raila, hata mimi nitaitwa msaliti. It is as simple as that. Lazima kiini wajiondoe kwa serikali. Makanisa wamesema pafanyike mazungumzo, and I agree with the church.
Hiyo mazungumzo itafuatilia baadaye ikiwa wao wamejitenga, because it is not a normal thing. Na hiyo basi mazungumzo ikafanyika that time, zote tunaweza kusema okay, kwa sababu ya usalama wa nchi there must be preconditions. Okay. And that is a word. One precondition ni kwa mfano nasikia Ruto ako Ulaya. Angekaa huko kwa mfano, akae huko. Because one of the things vijana walikuwa wakisema ni kwamba amesafiri, ameanza hiyo tabia tena kusafiri kila mahali, kila mahali. Of course a president has to travel, we all know that. Okay? Some of these are important destinations. Lakini I'm quite sure ikiwa kwa Uingereza ataambiwa, because Waingereza are very open. Ni kama Amerikani watamwambia mind your country's stability. It is not unusual. Sema wacha mimi nikae huko, nimejiuzulu, nikiwa huko watu wa Kenya waendelee wapange mengine. Okay. Yeah. Haya, sitauliza kuhusu Raila, lakini wacha niulize hii moja tu mheshimiwa. Niulize uhusiano wako wa kibinafsi na mheshimiwa Raila. Ugali huko ama hatukutane na Raila? Simekwambia. Simu ni kawaida kama ni simu, because I'm a national leader. Okay? And if they call, we can take a call, but that is as far as it goes. Yeah. Okay. Lakini kusema ati sasa mimi naweza kwenda kufanya uhusiano ati tujipange tena na Raila. Akakuja kwa upinzani kwa mfano, akatoka pale. Ni haki yake akitaka kuja, lakini afanye line huko nyuma. Si ndio? Tayari tuko na watu wengi. It's possible. Akae huko nyuma, because sisi tumejipanga. Tuko na Rigiji, tuko na Matiang'i, tuko na Eugene Wamalwa, tuko na Martha Karua, kina JB Muturi, kina Mukisha Kitui. Kutoka hapa mimi naelekea Narok sahi. Okay. Utaona vile Wamasai watajitokeza. Okay. Because that is now our lineup. And hatutaki mtu aje atuchokoze. It is simple. Tunataka we have decided engine yetu, let us all live peaceably with each other. You know, I am a believer, and I know what the book of Ephesians tells me. Kalonzo, as far as lieth in you, live peaceably with all people. But a time comes, as the late George Saitoti said, where you have now to take a very clear position na kusonga mbele. Okay. Mheshimiwa, wacha nielewe hii. Serikali inasema iko tayari kwa maridhiano kwa sasa mpaka 2027. Umesema hiyo maridhiano ina gani? I mean like you dialogue, watu kuzungumza, watu kukaa pamoja. No, lakini sio wao. If we get to that, and we haven't gotten to that, ni lazima tuwe na neutral arbiters. Ruto hawezi kuwa yeye ndiye ataita watu waketi. No. We have to look for, kwa mfano African Union kwa mfano anaweza kusema okay, there's enough trouble, and all indicators in Kenya inaonyesha hali ya kuto aminika kwamba nchi inaweza kuwa na amani. Therefore prepare eminent personalities. Okay. Na sio Obasanjo this time. So Obasanjo ndiye aliketi na Ruto na Raila huko Mombasa. Raila akaja hapa akatuambia maneno yake. All right? No. People ambao watakuwa, ikiwa ni kanisa kwa mfano, the Catholic Church has taken a very firm position. Wananchi wako na imani, they can, because they are the ones who came up with this proposal. Wanaweza kusema now let us have a neutral forum. Lakini sio Ruto kusema mimi ndio rais, kujeni tuketi. Nobody will take that seriously. Haya, tukiendelea, wadani wengine wa Rais Ruto kama vile Mheshimiwa Moses Kuria, nimesikia wakisema hakutakuwa na uchaguzi. Anatumia maarifa gani Moses Kuria? Mwaka 2020. Huyo ni mtu akukemea directly. Moses Kuria, kama unajua kutakuwa na shida Kenya, jitokeze useme. Because the constitution is clear. Constitution is clear. Pia rais mwenyewe alisema I'll not hand over to the opposition. Alisema ati hivi. You know, hand over kwa Ruto, one thing is clear sasa hivi. Kama hakuna jambo ambalo haelewi vizuri, kuna jambo moja William Ruto anaelewa. The next election haiwezi kuwa ya kuibiwa tena. Watakuja sasa wakutoe. It is not possible. This is clear. Sasa Wakenya wameamua these shenanigans about stolen elections lazima ikome. So there will be elections under the constitution by 2027 or before if William Ruto steps aside,
because that's an option. Maybe that's what jamaa anasema Moses Kuria, if he wants to advise, because he's an advisor ya William Ruto, advise a step aside, alafu kuwe na mazungumzo, okay? Then hiyo mazungumzo under neutral circumstances, right? Pengine Wakenya wanaweza kusema, oh, we want a proper election, namna hiyo. But that is the only time. But I cannot advise for it. I will not advise kwamba Wakenya, kwa whatever reason, wa postpone election ya 2027. That's minimum. Okay. Yeah. Kuna wakati mlikuwa mmetaja kuwa mnakusanya ushahidi wa kupeleka ICC. Sijui kama bado hiyo bado inaendelea hiyo. Okay. Hiyo inaendelea hiyo. Miaka yote hiyo, kwanza from mauaji haya, ikumbuke kabla ya 2024 tulikuwa ile maandamano mimi na Raila, karibu mimi niangamie huko Mathare. By the way, this is why sometimes I feel very bad kwamba you can take that kind of position and then you suddenly disappear, right? Okay. 2023 karibu nioa Mathare, Raila mwenyewe karibu auawe. Tulitoka pale pipeline tukafika hapa sijui kwa Tuju, akaniambia John kuonyeshe 10 bullet attempts. Okay. All right? Sasa ndio kamuliza, sasa kama watoto in 2024 wamefaulu even wakaingia central business, sisi tulikuwa tumeshindwa kuingia ndani, watoto wakaingia CBD. Kumbuka watoto moja, na kumbuka msichana moja akisema, baba kaa nje, umetufunza ya kutosha, kaa, leave it to us. How can we disappoint such spirits? Because it is God talking to these young people to say, we want our country back. Okay. We are not going to allow you through corruption, through mismanagement, hii mambo yote hii, opulence, okay. Tukubali muharibu nchi yetu. So 2024 watoto walikufa, 2023 walikufa, and even before. We can even look at this commission, expand the JB commission, okay. Ionekane that they can even deal with other historical injustices. Na tukiona kwa mfano wakiendelea na hii tabia kutumia police, there's such a thing as command responsibility, okay. Under the ICC statute. So nobody is above the law. And I must remind William Ruto that when we adopted Constitution 2010, we also adopted the International Criminal Court, among other international conventions, which have now made part of the domestic law of Kenya. Under that, nobody can say they're above the law when it comes to the issue of human rights abuses, and also the issue of crimes against humanity. Yeah. Okay. Sasa hii mambo haya na command structure iko pale. This is why lazima tumpatie tahadhari Inspector General Police. And of course we said we called out IPOA for the dereliction, what I call the dereliction of duty. Walikosa kabisa hawajui. They're just saying there, watoto wanauawa. Kwa mfano sasa hivi, yes. If Boniface Kariuki is declared brain dead, what does that mean? Kwa nini? Mchuuzi tu wa kuuza masks unampiga risasi, and you expect that Wakenya watasahau hiyo maneno? No. Okay. No. Mheshimiwa, IEBC ni kama imeundwa sasa. Nimeona majina yamewekwa kwenye Kenya Gazette. Sijui kama una imani na hii tume kama ilivyo sasa. Tunaita William Ruto Commission. Na tulisema hata kama Ruto mwenyewe ndiye chairman wa IEBC, we'll deal with him. Wakenya hata kubali wizi, hatutaki kuchelewesha jambo hili la kuweko vijana wajitokeze vile wako na hasira namna hii. They should use occasion, wachukue vipande identity cards, na hiyo tume kama inaanza kazi, whenever it will start, registration, possibly wawe na new register of voters. Okay. Kuna vijana zaidi ya milioni 9 ambao tayari they should join the voters register. Na vile vile kuna wengine payslip holders wengi kama wengine they have not registered as well, wajitokeze. Kwa kila mtu mwenye payslip atakuwa mstari wa mbele kupeleka Ruto nyumbani. Okay. All right? So we need to get working. Okay. Whatever the issues, your commission kama iko pale iendelee. Of course there are issues that we know we must deal with. So kwa nini mnaita William Ruto Commission? Because unaona sasa wanaharakisha kupeleka ripoti ya NADCO kwa bunge,
Ilipelekwa imekaa kule gathering dust. Sasa wamekumbuka, we must amend the constitution. All right? Okay. One of the recommendations under the NADCO report was the principle. Yes. I was a chairman, Akimani Chungwa, co-chair, was that there must be the principle of consultation when it came to the issue of nomination of the new IEBC. We are the opposition. We were not consulted. Hata nikamwandikia barua William Ruto mimi mwenyewe. Kumwambia tafadhali angalia what I put it in writing is clear. Waka ignore. Sasa makamishna wao wale ambao wako pale, that's why tunawaita wa William Ruto. Hata hivyo a William Ruto commission is better than no commission. Okay. We'll deal with it because they are Kenyans also. So na kama ni William Ruto commission, sijui kama mnatarajia uchaguzi kukuwa free and fair in this circumstance. Ndio nakwambia, it must be free and fair because agencies are very clear. Okay. Sasa ijulikane the famous Maina Kiai court decision ambayo ilipitisha, mahakama ilipitisha ikasema matokeo ya upigaji kura katika kila eneo la upigaji kura polling station yako final. Okay. Na maeneo haya we expect, I think there are 45,000 polling stations, maybe about 50,000 now. Zikiwa takuwa about 50,000, all right? Okay. Matokeo itakuwa directly transmitted to the presidential tallying centers. Hakutakuwa na haja Bomas. Okay. Sasa makamishna wa Ruto hata kama watakuwa na wanajaribu kaelemea, watabaki pale. Matokeo itakuwa by morning, asubuhi ifuatayo tutakuwa Wakenya wamejua matokeo vile walifanya Marekani juzi. Has anybody heard of an American electoral commission ikitangaza Donald Trump? Alijitangaza. Na ya pili, mambo haya one term is a reality. Is a reality. Sio kwanza hapa Ruto asiogope kusikia one term. Botswana walifanya president kule one term. Hata President Biden aliyemkaribisha Ruto Ikulu, White House, alikuwa one term. One term. So this, you must allow wa Kenya. Kenyans cannot always kumfunika midomo ya wa Kenya. Okay. Nikitoka hapa wewe nitakwambia one term. Mheshimiwa, Rigiji alisema IEBC kiharibu uchaguzi, alisema in his words, akasema 2007 itakaa kama Christmas party. Watu wengine walisema kuongea namna hiyo it's reckless. Sijui kwanza hatujafika huko. Hatujafika 2027. Na tena alikuwa na munukuli. I think that's a correcting Kiswahili. Yes. Aliyekuwa Kregler, aliyekuja after 2007 instability, all right? Kregler mwenyewe katika report he said that actually Rigiji just repeated what Kregler said, because Kenyans basically were saying hatutakubali wizi tena, hatutakubali. And it is clear now to William Ruto. Kama aliangalia television vizuri what happened on Wednesday, he should know. He should not even attempt. Now makamishna ambao nasema kuwa gazetted, they themselves know. They dare not. Okay. So in any event, we are ourselves thinking we also create a parallel. Okay. A parallel commission yetu ambao wananchi ambao wako na ujuzi, experts, waangalie to monitor every decision that will be taken by the commission, by the Ruto Commission, but be counter-checked, including those who are populating the offices of IEBC. Okay. Yeah, we know the directors and other people. Those are key. Yeah. Okay. Mheshimiwa, serikali inasema upinzani hauna dira, hawana agenda. Kazi ni kuchapa ama kupiga serikali bila suluhisho badala. Agenda ya campaign, agenda ya kuhakikisha kila mwananchi wa Kenya anaenjoy uhuru wake, kama ambavyo alisema wa media, uhuru wa freedom of speech, freedom of right to information, freedoms under the constitution. That's a very important agenda. Okay. Hatutakubali ukiukaji wa hizo haki. That's a very important agenda. Alikuwa akisema hatuna agenda ni Ruto must go and one term. Yes. But let me tell you, the agenda is deep. We just gave him an example.
by establishing the commission on people's restorative justice. Kurestore, by the way, ni kuregesha. Yes. Kuregesha haki kwa kila mwananchi wa Kenya. Hiyo commission ni agenda moja muhimu zaidi, including dealing with the issue of state capture. Tumeona vile hii serikali ya Ruto inataka hata kuuza mali ya umma. Uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kwa mfano. Mimi mwenyewe nilienda kwa mahakama na nikakomesha hiyo maneno mpaka Ruto mwenyewe aka-announce kwa bunge kwamba ametoa hiyo kandarasi. Nashtuka nashangaa kwamba Raila naye anataka kuregeshea hiyo maneno tena. It cannot happen. No, this will not happen. Okay. Mambo ya ndani, she and sha, tunajua mambo haya. The details itaangaliwa, itapekuliwa. Tupekue kila decision, hatua ambayo serikali inachukua kuhalalisha uporaji. Okay. We will be very sharp on this. That commission, that's a very serious agenda. Okay. Hiyo ni agenda moja muhimu. Tukisema elimu imedhoofika, nilikuwa waziri wa elimu mimi. Yes. Na mimi ndio hata nilianzisha Higher Education Loans Board. Gavana wa Baringo sasa hivi, Cheboyo, somebody. Yeah. I appointed him the first CEO of Higher Education Loans Board. Therefore, tusema executive order number 1 or number 2, go back to Higher Education Loans Board. Hata Ruto mwenyewe alisoma kupitia hiyo. Ya nini uwanyime haki watoto wa Kenya kutoive na hudhuria vyuo vikuu? This is clear. So, agenda very clear. Okay. Agenda ingine ni kusema executive order number 1 mimi nimesema do away with housing tax. Okay. Ni kazi ya private sector kujenga manyumba, and already a lot of them have done it. Yeah, and kuregesha, another thing, kuregesha heshima ya payslip, kulipwa mshahara. Mwenye kulipwa mshahara Kenya sasa hivi nusu yake inaenda kwa serikali ya Ruto direct. And there is no openness on how these taxes are being used. Okay. So tuna agenda muhimu zaidi. Okay. Sijui mtafanya balance gani kati ya kupunguza ushuru kwa Wakenya na pia kuna majukumu kama kulipa madeni ya kitaifa. Wengine tuna uzoefu. Nilikukumbusha kwamba mimi nilikuwa makamu wa rais. Yes. Mimi nina uhusiano, ingawaje I need to renew that experience. International exposure. You need to renegotiate the debts. I'm quite sure that I once met President Xi Jinping when I was the vice president. Madeni mengi tumechukua kutoka Uchina. We will renegotiate. Okay. But look at what Uhuru Kenyatta has done, for example. Kibaki alianza infrastructure, Thika Superhighway. By now, the road from Mombasa to Nairobi to Malaba should have been done. Lakini uporaji hii, mkungangania nini, mpaka Ruto akapata amechelewa juu ya the road, hii route hii barabara ya Nakuru kuelekea huko mpaka Malaba border. Akachukua kandarasi Wafaransa walikuwa wameanzisha chini ya Walingo, walianza wakati wa Uhuru. Hiyo akakanyagia High Grand Falls. Kumbuka mimi na Kibaki tulianzisha Vision 2030. Yes. This is very important, Gatonye. Yes. Hujawahi kusikia Ruto na timu yake wakizungumza juu ya Vision 2030. There are serious dams kwa mfano. Mabawa ya maji kama vile High Grand Falls, na iliona Ruto akizungumza that time na Prime Minister wa Uingereza Sunak. Wamechelewesha kamati hii inafanya hii na nyingine hii. Hii barabara ya kutoka Mombasa kuja Nairobi, American companies are ready kufanya hii kazi, wanachelewesha, sijui wanataka which cuts, committee gani sijui. All these things will be, tutaharakisha zaidi. We have lost a lot of time. Vision 2030 lazima mipangilio kama hiyo. Kumbuka Kibaki, hata Raila alikuwepo, Prime Minister Zenawi wa Ethiopia, President Salva Kiir, walienda, mimi nikiwepo, Lamu Port. That is a Vision 2030 project. Okay. Lamu Port, alafu tuunganishe na Southern Ethiopia, tuunganishe na Republic of Sudan, South Sudan, okay?
ni kitu yenye umuhimu mkubwa sana, lakini hawa jamaa ni uporaji tu. Serikali ya Sudi na serikali anaitwa Kibet Faruk Kibet. Hii serikali ina gani bwana? Mheshimiwa, tukimalizia hii, kuna watu wengine wako kwa serikali, wengine ni wa experts wa mambo ya taxation, mambo ya economy, wanasema ukopaji wa fedha umekuwa ni ukopaji bila mpango, na wanasema hii mambo ilianzia wakati wa Uhuru Kenyatta. Sijui kama unasema tumekopa bila mpango. Uhuru, huwezi kulinganisha utendaji kazi wa Uhuru Kenyatta ambaye alifanya kazi wakati mgumu kabisa, wakati naibu wake alikuwa kazi yake ni kumwandama kumkosoa na kumuita hata majina. Hata hivyo, this expressway is a very good example of how you can use public-private partnership, PPPs. I see that huyu waziri Mbadi katika makadirio yake mwaka naongea juu ya mambo hayo, lakini tuwakumbusha it's badala ya kupiga tu kelele PPP and you are doing nothing. Uhuru demonstrated, and this example, the expressway, as I'm saying, and I think other projects, and which was very clear about, na akadidisha aka improve on what President Kibaki and ourselves had started. So it is possible to really lift the economy of this country. But the worst bit when we did dealing with NADCO, even when you're dealing with the issue of debts, if you do not revive the manufacturing sector. Kumbuka one time when I ran for president in 2007. Nilizungumza juu ya 24-hour economy. Na hiyo tulijaribu kidogo na Mheshimiwa Kibaki. We can have this as a 24-hour economy. Ukienda nchi kama Dubai kwa mfano, United Arab Emirates, that's a 24-hour economy. Uwanja wa ndege peke yake 24 hours. All right? And we can create that hub, but not through corrupt dues na mtu kama ndani achukue atu uwanja wetu wa JKIA na kudhani kwamba we can create Nairobi as a hub. No. If anything, Rwanda is doing much better because they got in Qatar Airways to work with the government or the Rwanda Air. I think Qatar Airways bought shares in Rwanda Air, and that country is picking up in terms of creating a hub. So mambo ya debt management cannot be seriously dealt with unless tuangalie kimakini zaidi our manufacturing sector. Wakati kwa sababu wa ushuru wa Ruto, a lot of companies wamehama industrial area, wameenda mpaka wengine wameenda Tanzania, wamehamia kule, wengine Uganda. Over 6,000 companies. That means a lot of jobs ya watoto ambao wanalia. Joblessness. You cannot create an economy where youths are unemployed en masse, and yet this is the youth budget we can use to transform our economy. So this is a time for a lot of hard searching questions. Sasa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuingie kwenye mambo ya upinzani. Viongozi kadhaa wa upinzani wamesema watagombea urais. Je, sijui mtafanya ama mnafanya mchakato mgani ili muweze kumteua mmoja wenu, mgombea mmoja kati yenu? Sijui itakuwaje ama mimi sioni shida hapo. Hiyo shida will cross, first of all we'll cross that huo mto tutavuka vizuri sana. Nina imani tutavuka. Wenzangu wale ambao nilitaja majina yao wote wametangaza nia yao na ni haki yao ya kikatiba. Mimi vile vile nimeweka wazi mafikira yangu juu ya swala hili na naona tutakapokaa. Kwanza kulikuwa hali ya kupotosha. Wasema tumetengeneza experts. I don't remember which experts. Niona kuna experts. So we let it go. Waongee namna hiyo. Sisi wenyewe tuna uwezo wa kukubaliana, na ifikapo wakati huo mimi sina shida, tutakubaliana. Mimi kwa mfano nimewahi kuwa pale, nimegombania kiti cha urais. Ingawaji wanasema atapua third. That is what saved the country. Hiyo. So mimi nitajaribu niweke
my credentials mbele ya wenzangu, lakini only guided by the very important consideration, umoja wetu. Umoja wetu. Umoja wa upinzani is what I'm telling, and we have moved away from Azimio. Huko tumetoka. Tumetoka. Okay. Haya, tutapumua kidogo, tugushokereria o thutha wa dakika itari haraya twi na Mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka moja kwa moja imwe kwa imwe kuma mucie wa Karen. Tugushoka thutha wa dakika imwe. TV. Matuko maninagwo nĩ gũkĩa na nĩkĩo Farmhold Ventures Limited kambuni ĩrĩa kũrekaine harĩ wendia na wĩigithia wa ng'ũndũ ĩtigagĩrĩra nĩ yamũrehera project cingũrani na mwĩhoko mwerũ nĩ gũkorwo kwĩhokwo nĩ ndwano ĩtahĩtagia kĩũngũyũ. Barabara-inĩ nene ya Thika Garissa Road o ndagĩka 10 tu kuma taũni nene ya Matu tũkamũrehera Ikatini Gardens na thogora wa 230,000 na kuo mwena wa Gĩthiũkũ o ndagĩka 5 tu kuma Rami-inĩ tũkamũrehera Evergreen Gardens Phase 2 burodi cia 50/100 na thogora wa 130,000. Na warĩkia kwĩgwatĩra title deed ĩguoko. No tũcerere wabici-inĩ itũ Riruton Doctors Plaza 2nd floor kana wabici itũ ya Thika Maisha Heights 3rd floor. Namba itũ ya thimũ nĩyo 0704 000 333. Hwainĩ waku ũkirie kwagĩrĩra ona makĩria werorere tabarĩra ya Hũmũka o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 11 nginya thaa 1 cia hwainĩ tũkĩaranĩria na ataaramu Ndeto Sharaloko na Dereti Mwaki ciĩgiĩ kũgacĩrithia mũtũrĩre waku. When you lose hope uteaga kĩrĩgĩrĩro no njohi na nyama na imwe nĩ tũramwĩra rĩngĩ nyama ndune nyingĩ ti njega. Nĩ ũrĩ wona mwanake wa kanitha ũrenda kũhikia mũirĩtu? Have you ever seen that? Erutanagĩria mũno kũ make sure mũirĩtu ũcio every time hell wĩha nĩwagũagũire na nĩguo warĩro wanyonagia wendo mũingĩ ngaigua ta ingĩgũrũka wanyonagia wendo switi ngaigua ta ingĩgũrũka Hũmũka hatarĩ ũndũ ta nganja nĩ gũcanjamũra hwainĩ waku mũthenya ũkĩinĩkĩrĩra Hũmũka na Nonsizi wa Ng'ethe o mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 11 nginya thaa 1 cia hwainĩ. Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩ kũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti-inĩ check kobokobo nĩ check hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwainĩ akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV
turinyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV, tukĩrunga ũrĩa mawatho, mĩtaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Haya, karibu tena mtazamaji, tukiendeleza mazungumzo yetu na Mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka. Thank you so much. Tunapata maswali kutoka kwa baadhi ya watazamaji wetu. Kuna SMS hapa wakati wa impeachment. Asante sana, wakati wa impeachment ya Riggy ulitusaidia. Na kuna mtu anauliza, je, ningetaka kujua ulichukua ule msimamo wa kushikilia Riggy kwa nini? Tutajibu hiyo. Salimia Kuzo, mimi ni Gen Z, asante, tulimuona kotini akitutetea. Sijui kama tutaweza kujibu hiyo, lakini kwanza kabla ya kujibu hayo maswali turudi kwa siasa ya upinzani. Umesema wakati ukifika mtakuwa na makubaliano. Naam. Lakini wacha nikuulize mheshimiwa, wakati wa Raila wewe ulijitolea kuacha tamaa yako ya kugombea urais. Naam. Kwa ajili ya umoja wa wakati ule. Sijui kama itakuwa hivyo, ikuwe haujachaguliwa, kama utafanya vile ulivyofanya wakati ule. Nadhani matarajio ya wengi ni kwamba safari hii wenzangu wataangalia na waamue kwa kauli moja kwamba wakinipatia mimi hiyo tiketi bila shaka yote. Nadhani Ruto atakuwa really one term. Okay. Hata hivyo siwezi wakati kama huu nikasema ni lazima ni mimi, hapana. Nimeonyesha na nikadhihirisha wazi kwamba nilijitenga. Kumbuka nilisimama mimi na Kibaki na Raila 2007 2008. Na mimi nikasema sitaki tena watu wengine waseme hii kwa nini Kalonzo angejiunga na huyu ama yule. Ndio tukaamua tumsaidie Raila 2008, nikajiweka kando. Okay. 2013 nikamsupport Raila. 2017 tena nilikuwa tayari. Raila akaniambia obvio tuandikaniane. Tukaandikiana, by the way MOU. Iliwekwa kopi moja New York kwa bank na mtu anaye Professor Makau Mutua. Na ngine mimi original copy na Raila yake. Akasema tushinde ama tushindwe in 2017, in 2022 atahakikisha anani support. What happened in 2022? Akaanza kusema hatukushinda anyway, so there's nothing to give away, there's all kinds of excuses. Sawa. Akarudi tena in 2022 nikafanyishwa interview. Imagine mtu ambaye alisimama na wewe 2013 2017 na tunaamini tulishinda. Hayo ni mambo mengine ilikuwa kwa mahakama. Alafu namfanyia interview. Yonyesha mimi nilikuwa na wewe unyenyekevu. Nikasema sawa, sitaki nionekane mimi niko na ubaya wote. Nikafanya interview. Nadhani wakafanya sijui matokeo yake hatujajulishwa. Nikakubali. Na ndio sababu Wakenya wengi wanasema huyu Kalonzo kweli akisema atasimama kweli atafika kwa debe, because of that decision ya 2022. But I want to assure them, wenzangu wakikubali, mimi naona kwamba tutaweka mambo yote kwa meza. Okay. Na naamini kwa sababu ya nchi hii, kama tunataka Ruto aende nyumbani, wakinipatia utikiti, hata yeye mwenyewe anajua ameenda nyumbani. Okay. Na kama hautateuliwa kama mgombea, sijui kama utamuunga mkono mwenyewe. No, kufikiria, unajua hiyo inaitwa negative. Unajua ile unatamka kwa ulimi wako wakati mwingine yanaweza kuwepo. Mimi kwa sasa ninajiandaa chama cha Wiper Democratic Movement. Sasa tumebadilisha jina,
ili tujiandae kwa mambo haya in order to take into account vijana wetu na matarajio. Wanataka chama ambacho kinawajali. We want to make it very very clear kwamba ni chama cha vijana vile vile. Kama huyo kijana wa Gen Z amefurahia vile tumesimama na wao, nimeenda kotini. Hata sasa hivi kuna, I'm told the President Faith Odhiambo, president wangu wa LSK, anataka twende kwa mahakama. Mimi najivunia kabisa kwamba huyo mama huyo msichana huyo ameonyesha ujasiri kama president of the Law Society of Kenya. I'm very happy niliweka kura yangu kwake. Na kwa hivyo lazima tuzidi kuhakikisha this is a country under the rule of law. Hatutakubali mambo kama haya. Serikali kama ambavyo nilitangulia kusema ya watu wengine hawajasoma sawa sawa ndio wanaendesha nchi hii, haiwezekani. Okay. So mheshimiwa, nikikusikiza ni kama kwamba inajitokeza usipopata hii tikiti ni kama hautaunga mkono mwenye atapewa hii tikiti. No, sitaki kusema siwezi kuunga mkono mwingine. Okay. No. Hiyo ni mbaya. Hiyo mbaya. Nikipatiwa sababu na tutahakikisha tuangalie. Kuna kitu kingine ina emerge naturally. Kama vile wakati wa Kibaki, when we said Kibaki tosha, it was obvious Kibaki was the front runner. Okay. Mimi mwenyewe nilikuwa wakati huo, kumbuka 202, I was ready. Mimi, Saitoti na wengine, Raila mwenyewe ndiye alisema hako tayari, but I was ready myself in 202. Lakini Kibaki akaonekana the natural leader. Ndio hata Raila akauliza swali, si anatosha? And the whole thing became obvious. Okay. So I think we are trying to create a scenario. Tuonekane ni yupi hakikisho yenye unatupatia, hakikisho unasema mtakubaliana na hamtakuwa na mzozo. Tutajaribu sana. Okay. Tutajaribu sana, na mimi mwenyewe ndio mimi sasa hivi na washawishi wenzangu tuendelee namna hiyo. Mother Rigiji mwenyewe, and I know Rigiji ana appreciate sana na watu yake. Hata alipokuja Sekuru, I was so honored. Tulitoka Munyoro tukaenda Sekuru. Na akasema juu ya heshima, lazima heshima ya jamii. Okay. Wakati chama cha Wiper, wakati tulidecide kwamba ikiwa mnataka kumtoa Rigiji kama deputy president wa Ruto, mjue sio Rigiji. Rigiji is having a whole community behind him. Right? Okay. So sisi tulisimama na jamii wa Kikuyu mara ya pili. Kumbuka 207, 208 nikasimama na Kibaki. Yes. 2024, was it 2025 tukasimama na Rigiji. Yes. Tukasema kufa driver, kufa makanga. Kama mnataka kumtoa Rigiji na we Ruto, utoke pamoja. It was not Rigiji, ni jamii ya Mlima Kenya na watu wa Kenya, the supporters of Rigiji. All right? So we have been very consistent. Na nadhani hiyo consistency wakati huu nadhani wenzetu watasema huyu jamaa amepigwa chenga na Raila na wote. Hata Ruto one time he had come to steal me one time kwamba safari nitakusupport. Alisema hiyo. So in 2013 lakini wakageuka. Wakaleta maneno sijui ya ICC sijui nini. But never mind. All of that is water under the bridge. Okay. Kilicho na muhimu kabisa ni kwamba we have a country here. We have a country to salvage. Kwa hivyo mwito wangu ni komboa Kenya. Okay. Tunapofanya rebranding ya Wiper, mwito wetu itakuwa komboa Kenya. Wiper Patriotic Front, komboa Kenya. Okay. And we'll be relaunching that new outfit. And of course I can see even nampongeza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, who is a leader of Jubilee. Yes. Because now ameshinda mambo kotini, mahakama, ye mwenyewe atakuwa katika hali ya kuunda upya tena pengine to strengthen Jubilee, which will also be part of the new coalition. Okay. DCP ya my friend Rigiji. Na mimi nilikuwa sijamjua Rigiji kusema kweli. Okay. Lakini I can see a person with a passion. People being misunderstanding him again, but the times I've been with him, I can see, and I'm happy kuona hakuna hata uhasama between yeye na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Okay. Sioni uhasama wote. This is very important because itaimarisha uhusiano wa watu wetu. Na tunaposema cousins,
Yes. Isionekane. Actually aliwaita cousins. Sijui na wewe umesema Muthoniwa, sijui. Muthoniwa unajua. Unakubaliana na cousins? Unajua jamii ya Wakamba na Wakikuyu traditionally ni Wathoniwa. And you go and look at the story ya wasichana wale 9 wa Mumbi. Mumbi wa wasichana. And what happened. Utajua Uthoniwa ulitoka wapi. Okay. Lakini sasa unaposema cousins, kila mtu ambaye amevinyiliwa na serikali ya Ruto ni cousin. Mekutana na Waria kutoka Wajir anasema hi cousin. So this is it. We are all cousins because we want to tell Kenyans umoja wetu ni nguvu yetu. Okay. So I wanted to make that very clear. Okay. Na niseme wakati Wiper iliamua to go against impeachment of Gachagua, because that was a kangaroo court. Yes, yes. Mimi kama wakili I can tell you, the moment that thing will be brought before the courts of justice, as long as it will be proved kwamba Rigiji was impeached unheard, which is a matter in the constitution, okay, there's no way that impeachment will stand. Okay. Lakini hata hivyo I think we have all moved ahead, na sisi zote tuko tayari kumtoa huyu Ruto awe one term. Yes. Tukirudi hii mambo ya cousin, wengine wanasema hii kauli ya Rigiji iko na unafiki kwa sababu hapo mbeleni ni kama alikuwa amesema maneno mengine tofauti. Sijui alisema nini? Umungemuuliza yeye mwenyewe. About numbers za watu Ukambani, kuna watu wamesema Yahya alisema hivyo. Yes. Alikuwa anajaribu kuwahimiza Wakamba wajitokeze. And I'm telling you, ikiwa sasa mimi nitakuwa kwa ballot kwa mfano, sidhani kama kuna Mkamba yeyote ambaye hatajitokeza kupiga kura. If they could vote for Raila when I was not on the ballot, waseme ni Kalonzo ako pale, hizo namba atafurahia sana Rigiji. Namba zote hizo za Makuso. Let me be honest with you. See, one time, what is it, Mutai Ngunyi? Mutai Ngunyi is the one who talked about tyranny of numbers. The real tyranny is here. Huwezi kushinda hii. It's not possible. Okay. Serikali inasema haya ni mambo ya ukabila. Ukabila ni lengo ya kuunda muungano wa kikabila. Lakini kusema cousins. Sikiza. Yes. Sio ukabila. Nimekwambia cousin ni yule amevinyelewa na taxes ya Ruto. Yule hana nafasi. Yule hata kuajiriwa mwalimu wa TSC wanaenda kwa eneo lao kutangaza nani ako na kazi ya unataka kuajiriwa mwalimu. Can you imagine? Right? Basically making even constitutional institutions dysfunctional. All right? So that is the essence. Okay. And but I also remember the head of civil service, anaitwa hivyo huyu Koskei. Alienda somewhere in Nandi, akaenda Homa Bay. Hata one time Ruto mwenyewe in Homa Bay akumbuke akisema kama nina hii kitu si ndugu yangu Raila ako nayo. Alisema hivyo. Alisema kama niko nayo. Sasa watu wakaanza kuuliza, ala, ulikuwa unamuita mganga, sasa amekuaje? Unaona? So Kenyans are able to see who are the real tribalists. And I can tell you, whatever you do, please do not ethnicize our defense forces. And I don't want to elaborate. Okay. And whatever you do, and I reminded in another interview, Mheshimiwa Ruto, kwamba akumbuke story ya President anaitwa Charles Taylor, who is I think still in prison in the ICC. Aliwekwa ndani kwa sababu aliingilia mambo akiwa president wa Liberia, akaingilia through mambo ya roof na wengine, akadestabilize Sierra Leone. That's why he was indicted before the International Criminal Court. Mambo haya ya risasi vya Kenya, ikiwa ni wazi, story ilitokea wazi kwamba Kenya ina support rapid support forces ya General Hemeti against General Buhran nchi ya Sudan kuingilia na mabunduki zetu na kuwapatia hii mauaji ambayo yanaendelea nchi ya Sudan ni makali mno. And all those people, all those generals are wanted by the International Criminal Court. Okay. So he might be dragged along kwa mambo kama haya. Okay. Yes, umefanya vizuri kusema hivyo kwa sababu umewahi kuhudumu kama waziri wa mambo ya nje. Sio mara moja. Of course, yes. Sijui diplomasia ya Kenya utasema imeteleza wapi? Umechanganyikiwa. Nimekupa hiyo mfano. Unaingilia mambo. We all along, our orientation has been upholding the principle of non-alignment and giving priority to South-South dialogue. South-South.
Alright? Okay. Mimi mwenyewe nilipinga wazi wakati walisema Kenya is a non-NATO ally. That is putting us at an arm's length. Okay. Maushababu hawa na wale wengine ikiwa wana mzozo na Amerikani, tutaonekana sisi sasa ni sehemu ya Amerikani. Kumbuka Wakenya hawezi kusahau what happened in 1998 wa bomb blast. Yes. Tulikuwa hatujalengwa, walilenga embassy ya Amerikani, yes, Nairobi, na Dar es Salaam. Sasa tukiwa ni allies tunaweza kupigwa directly na mambo kama hayo hatuwezi. Okay. So the principle of non-alignment is very important for us. And South-South cooperation, tumeimarisha hiyo. We are friends to everybody. What is of course important is also national interests which are permanent. Kwa hivyo upande wa diplomasia hawa jamaa wamechanganyikiwa. Okay. And we have to, but for now, before we talk of external, we have to sort our domestic okay, politics. Okay. Yeah. Tutamalizia na maswali mawili. Kuna mtu mwenye anauliza kama ni lazima Gen Z wafanye their grievances through maandamano, kwa sababu maandamano imekuwa sasa ni kama kichinjio. Kuna njia badala ya ku... Na ndio sababu makanisa ametoa mwito wa dialogue. Okay. But I've said dialogue must also be structured. All right? Okay. Sio dialogue anaitisha Ruto peke yake. Ni dialogue ambayo iko na wadhamini, ni dialogue ambayo inashirikisha watoto na kuonyesha waziwazi what have these people done to at least ameliorate the situation. Okay. Abductions bado zinaendelea even as we speak. Kuna watu wameshikwa baada ya maandamano, hawajulikani wako wapi. Sasa hivi mimi natarajiwa kwenda kwa mahakama ya Milimani, nasikia nangojua kule, nasubiriwa, lakini pengine sitawahi leo, but I'm on record. Mimi nimetoka pale kumtetea gavana Natembeya, because anashikwa kiholela, mahali popote ambapo analeta mambo ya fitina, I'm there as senior counsel, okay, na kusaidiana. Kwa hivyo mambo ya Gen Z ni swala muhimu kabisa hilo. Lakini ukifanya maandamano ni lazima serikali hakikishe ni maandamano ya amani. Usije kupiga watoto risasi alafu unawalaumu, unawaua alafu unawalaumu. Okay. It is not possible. Okay. Abia mheshimiwa azungumzie hii mambo ya KDF kujinunulia lunch. Wewe unaona hiyo ni sawa? Unajua, yes, leo ni tarehe 30 na nafahamishwa kesho Julai tarehe mosi ati askari jeshi wataenda kununulia chakula. Mimi sijui kama hao watu ni kama wamepigwa na bubuazi ya ajabu. You see, the clarion call ya askari jeshi ni kwamba askari anatembea na tumbo. Askari anatembea na tumbo. Sasa ukiingilia tumbo ya askari, that's why kulikuwa na mambo ya kombo na vitu kama hivyo. What are you trying to do? You're even now compromising the morale of our defense forces. So tunapinga kabisa swala hili. Okay. I don't know who is advising them. Kama hawana pesa waseme. Haya, mwisho kabisa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ujumbe wako kwa watu wa Mlima Kenya. Watu wa Mlima Kenya, Makuzo, yes, Adhonua, mimi nataka kuhakikisheni kila mmoja wenu alale akijua hakuna atajaribu kumngoa kwa njia yoyote. Ni vile mzee Kenyatta, mwanzilishi wa taifa, alisema kanyanga inji yako kwa raha na furaha. Weka kifua mbele na ile kitu ingine nyuma. That confidence is what I'm giving our people of the mountain. Kumbuka, I'm also part of either mountain on the east, yes, or mountain on the south. Yeah, but we have now consolidated our position. Nobody will ever separate na Mkikuyu na Mkamba, ama Mkikuyu na Mudharaka, ama Mkikuyu na Muembu na Mumbere, ama Mkikuyu na Mijikenda, ama Mkikuyu na Bugoma Mbukusu kule, ama na Wakisii hawa. Tumekuwa jamii moja. And even now, because there must be ile base
ile anka. Hiyo anka hiyo ya communities hizi ni nguvu yetu. Hiyo ndio nguzo yetu. Ilikuwa trick ya kugawanya Wakamba na Wakikuyu, hiyo ndio trick ilikuwepo. Hiyo trick sasa hiyo tumekomesha, na tunawashukuru wazee wetu wa Gema ambao walifanya mambo haya mpaka wakaunganisha, even spiritually people are now together. Kwa hivyo tukiwa jamii moja, kama nilitangulia kusema, mimi sitawaacha kamwe, na mimi naamini vile vile hawatawaacha mimi, kwa sababu tuko kitu kimoja. Thank you so much. Asante. Tugukinye hau thengio ni gukorona ithue muthenya mwega. Asante sana mheshimiwa. Thank you so much. TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder akachomoka biguni akakuingilia. Mtoto anafurahia mwanzo, firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi, kanasema mambo iko shwari kabisa. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko, na rio muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV. Tukirunga uria mawatho mitaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV, na tũrĩ tabarĩra-inĩ ya ũrũmwe witũ ica ikuhĩ. Mũruna wakwa Gatonye wa Mbũgua niwe wakorwo agĩtũtereba makĩaranĩria na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka maũndũ-inĩ matiganĩte megemainie na ũtongoria wa bũrũri